Nataka tuongee kwa dakika kidogo kuhusu maombi, kwa maana sana mikesha inakuwa ni baada za maombi, na maombi yetu sana sana inakuanga ni ya spiritual warfare. Mostly huwa ninaambia watu tumeitwa ili tukapate kupigana vita za rohoni, na tutaangalia mtu mmoja katika Biblia ambaye aliomba na maombi yake ikapata kujibiwa. Saa zingine unaweza kuwa unaomba ukaona ni kama hakuna mtu anakusikia, ukaona ni kama mbingu ilifungwa. Wakati mwingine unaingianga kwa maombi unasikia ni kama unapiga kelele, but we can see the effect of Daniel's prayer. Danieli katika kitabu cha Ezekieli 14:14 ni maandiko ambayo huwa ninaisoma na ninaipenda sana. This prophet wa Mungu alikuwa ametambua watu watatu ambao duniani walisimama wakashinda na maombi, na these three men are found in the Old Testament, na wote walimulilia Bwana. Na kutokana na hiyo ninajua ya kwamba tunakwenda kubarikiwa. Biblia inasema nini? Kitabu cha Ezekieli sura 14 mstari 14, wanjapokuwa watu hawa watatu, Nuhu na Danieli na Ayubu. Watu watatu, Nuhu, Danieli na Ayubu, kuwamo ndani yake, wangejiokoa nafsi zao wenyewe tu kwa haki yao, asema Bwana Mungu. Hawa ni watu walichukua nafsi zao wenyewe ili wahesabiwe kuwa wenye haki. Ni watu waliweka nafsi zao, na huyu mtu mmoja anaitwa Danieli. Katika kitabu cha Danieli 10 mstari wa 9, tukiteremka hapo chini inasema nini? In the book of Daniel chapter number 10 verse number 9. Kitabu cha Danieli sura ya 10 mstari wa 9, mstari wa 9, walakini nalisikia sauti ya maneno yake, nami niliposikia sauti ya maneno yake, ndipo nikashikwa na usingizi mzito, na uso wangu umeelekea nchi. Na tazama, mkono ukaniguza, ukaniweka juu ya magoti yangu na vitanga vya mikono yangu. Tunaendelea. Mstari wa 11, akaniambia, Danieli, mtu upendwaye sana yafahamu maneno ni kuambiayo, ukasimame kiwima wima, maana kwako nimetumwa sasa. Na aliponiambia neno hili, nalisimama nikitetemeka. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu wa kujinyenyekeza mbele ya Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21, bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha uko pamoja na wafalme wa Uajemi. Sasa nimekuja kukufahamisha mambo yatakayowapata watu wako katika siku za mwisho, maana maono hayo ni ya siku nyingi bado. Mstari 15, na alipokwisha kusema nami maneno hayo, nikauelekeza uso wangu chini, nikawa bubu, na kumbe mmoja mfano wa wanadamu aliniguza midomo yangu. Ndipo nikafumbua kinywa changu nikanena, nikamwambia yeye aliyesimama karibu nami, Bwana wangu, kwa sababu ya maono haya huzuni zangu zimenipata tena, hata sikusaziwa nguvu. Maana mtumishi wa Bwana wangu huyu atawezaje kusema na Bwana wangu huyu? Kwa maana kwangu mimi mara hazikusalia nguvu ndani yangu, wala pumzi haikusalia ndani yangu. Kisha mmoja mfano wa mwanadamu akaniguza tena, akanitia nguvu, akasema, mtu upendwaye sana, usiogope, amani iwe kwako, uwe na nguvu
nguvu, naam uwe na nguvu. Nikasema, Bwana wangu, na aseme Bwana wangu, kwa maana umenitia nguvu. Then said he, knowest thou wherefore I came unto thee? And now will I return to fight with the prince of Persia. And when I am gone forth, lo, the prince of the Gracia shall come. Ndipo akasema, je, unajua sababu hata nikakukujia, na sasa nitarudi ili nipigane na mkuu wa Wajemi, nami nitakapotoka huku, tazama, mkuu wa Yunani atakuja, lakini nitakwambia yaliyoandikwa katika maandiko ya kweli, wala hapana anisaidiaye juu ya hao, ila huyo Mikaeli mkuu wenu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, neno lako ninajua ya kwamba ni neno ambao linatufunza, na Danieli ni mfano wa mtu tunafaa kusoma kwake usiku wa leo, ili nasi tunapoingia katika maombi, Bwana, tusikufe moyo, ili bila shaka tukapate kuelewa umetuita kwa ajili ya ushindi na sio ili tukapate kulemewa. Najua shetani angeulizwa, angesema leo hatutakesha mahali hapa, lakini kwa mkono na nguvu zako Mungu tuko mahali hapa. Mahali wawili watatu wamekusanyika kwa ajili yako, unakuwa katikati yao. Baba, ukatumbariki na ukanene nasi, na ni kwa jina la Yesu Kristo watu wote waseme amen. Maandiko inatuonyesha juu ya mtu mmoja anaitwa Danieli, na huyo mtu wa Mungu aliomba. And when Daniel prayed here on earth, heaven was set in motion. Wakati mwingine huwa ninaambia watu, ukipiga magoti ukianza kuomba, kuna vitu vinaanza kufanyika kule mbinguni. Kuna mambo imefichwa inaanza kufunuliwa katika maisha yetu. Mungu, malaika na shetani wote walikuwa affected by Daniel's prayer. Kuna maombi inanguza Mungu, kuna maombi inanguza malaika, na still kuna maombi inanguza shetani. Kuna watu wananiambianga the more wanaomba the more vitu zinaanza kuharibika, kwa maana wakati umeingia kwa maombi umenguza shetani. Usiku wa leo ninataka nikwambie, ukiomba bila kukoma na ukimaanisha, hata maombi yako inaweza ikanguza shetani, akakosa amani mahali yako. Na huyu ni Danieli anaomba, na neno la Mungu kupitia kwa prophet Ezekiel imetukumbusha watu watatu. Mtu wa kwanza alikuwa anaitwa Nuhu, wa pili ni Danieli, na watatu ni Ayubu. Na Danieli amekuwa ranked as one of the greatest intercessors. Wale watu waliomba wakanguza mbingu, mmoja alikuwa ni Danieli, na aliishi dunia ambayo tunaishi. And this was the way that Ezekiel put it in Ezekiel 14:14. Akasema, though these three men, Noah, Daniel and Job, were in it, they should deliver. Hiyo ni kitu ambao unafaa uelewe. They should deliver but their own soul by their righteous. Hawa ni watu hawakuwa na neno lingine ila kuponya na kuokoa mioyo yao kupitia kwa maombi. Kuna wakati moyo wako utaokolewa na maombi. Wakati unakimbia unasema, wapendwa simameni na mimi, na kumbe Mungu amekupatia fursa ya kuokoa nafsi yako, kuokoa maisha yako kupitia kwa maombi. Na usiku wa leo ni usiku wa kuokoa kile kinapotea kupitia kwa maombi, kuokoa nchi ya Kenya, kuokoa kanisa la Yesu Kristo, kuokoa nafsi yako, kuokoa familia na jamaa, kuokoa watu wako kupitia kwa maombi. Ambia jirani, unaweza ukajiokoa na maombi. Unajua chochote unafanya kinaweza kikakumbalika ama kikakataliwa. Na maombi ya Danieli ilivunja nira ya Babiloni. Walikuwa wamefungwa kule Babiloni, na ni kupitia kwa maombi ya Danieli nira ya Babiloni ilivunjika. Na mimi natangaza usiku wa leo,
maombi yako itavunja nira ya shetani, itavunja nira ya umasikini. Ni maombi itavunja nira ya magonjwa, ni maombi itavunja nira ya kisirani. Kila maombi tunaomba tukimaanisha nira itavunjika. Usiku wa leo natangaza nira iliyofunga maisha yako itavunjika kwa jina la Yesu. Kama sio Danieli aliomba, wangeishi Babiloni miaka nenda na miaka rudi. Na ndio naona Mungu wa mbinguni alijua ya kwamba utumwa wa Babiloni watu wanaweza kaa kule miaka nenda miaka rudi, lakini akamchagua mtu kwa jina Danieli, akamwambia wewe ndio utavunja nira. So hii ilikuwa ni kukomboa Israeli ili iweze kutimiza makusudi ya Mungu. Kama unataka kutimiza kile Mungu alikuleta duniani kufanya, kuna nira lazima ivunjike. Na usipovunja nira, utaishi maisha ya roundabout. Ninaonanga tunaambia watu ya kwamba walifungwa wanakaa maisha ya roundabout. Unakaa maisha ya kwenda hatua mbili mbele na kurudi hatua nne nyuma. Na mtu akiambiwa hivyo anauliza nitafanya nini? La kufanya ni kuvunja nira, kwa maana nira inafunganga watu ili wasisonge mbele. Na ukijua katika maisha yako kuna nira na unastahili kuwekwa huru na unastahili kutimiza mapenzi ya Mungu, lazima ujue maombi ya kuvunja nira, kama maombi iliyoombwa na Danieli ambaye Mungu alikuwa amemuita. So wakati maadui wa Danieli waling'ang'ana kuweka Danieli asiombe, kwa maana ninajua Danieli wakati wake maombi ilipigwa, ikasemekana yeyote ataabudu Mungu wa mbinguni atauawa, atatupwa katika tundu la simba. Ikasemekana yeyote atamwabudu Mungu atatupwa kwa moto, kina Meshach, Shadrach and Abednego. So maombi ilipigwa. Wakati shetani anajua uko tayari kuvunja nira, anaanzanga kuweka mikakati ya kupigana na maombi. Amen. Na anazuilianga watu wasiombe. And that is why unaona kesha kubwa kama ya leo, watu ambao wanafaa kuwa mahali hapa wakimtukuza Bwana wamezuiliwa. Danieli walizuiliwa, lakini Danieli akasema I better die, lakini sitazuiliwa. Kama ni kuniua waniue, kama ni kunimaliza wanimalize. Danieli aling'ang'ana, akasema ya kwamba nitang'ang'ana, wanaonipiga, wanaopigana na huduma yangu nitang'ang'ana. Wapendwa, si rahisi, si rahisi. Mimi naonanga tu watu wanainua simu wananiambia mtumishi simama na mimi, na wakati wa kusimama na wao na watafuta karibu na mimi wanakosa. Niombee mtumishi, niombee simama na mimi. Mtu ananiambia kama utaenda kesha nikumbuke, na muuliza wao uendi, aniambia nitakuelezea siku ingine. Ninajua ni huduma ya maombi inapigwa. Wakati wa Danieli mfalme alitangaza akasema ukipatikana unarushwa kwa tundu la simba, utakuwa chakula cha simba. Lakini Danieli akaelewa it is do or die, ni niombe ama nikufe. Kwa hivyo hata nisipoomba nitakufa, kwa hivyo acha nikufe nikiomba, kwa maana kukufa ni lazima. So mwenyewe maadui wake wakang'ang'ana, lakini wale maadui ambao hawaonekanangi ndio wanakuwa hatari sana, kwa maana ndio wanatuzuia na ndio huwa wanajibu, yani wanazuilia majibu. Can I tell you, allow me to give you this revelation. Uko na adui wangapi? Uko na maadui wangapi? Adui wa kwanza anaonekana na macho, adui wa pili haonekani. Danieli alizuiliwa kuomba na wale watu wanaonekana. Mfalme anaonekana, maaskari wanaonekana, ndio walitumwa kuchunga Danieli asiombe. Lakini aliomba, na wakati adui yule aonekani, aliona yule adui anaonekana ameshindwa, yule adui aonekani ndiye alipanda kwa anga.
Huyu si kupiga maombi, ni kupiga anisa. Adui anayeonekana anakuzuia usiombe. Adui asiyeonekana anazuia majibu yako isikufikie. Nataka usikie statement inasema, Danieli, ile siku uliingia kwa maombi ulijibiwa, lakini jibu ikazuiliwa. Can I surprise you? Katikati yetu kuna watu wengi walijibiwa, lakini majibu ilizuiliwa. Majibu uzuiliwa na adui yule haonekani, yule ambaye anaingia katika anga kukamata maombi ya watoto wa Mungu isijibiwe. So maombi ya Daniel ilikuwa so serious, ilikuwa ni vita katika ulimwengu usioonekana unaotawala katika giza. Na Danieli alipigwa vita, lakini na yeye alipiga vita. Maombi yake ilizuiliwa, lakini yeye aliendelea na kuomba. Nataka nitambiri, kama hukujibiwa jana na hukujibiwa last week, endelea mpaka ujibiwe. Danieli hakukufa roho wakati majibu haifiki, wakati ansa imeshikwa. Danieli bado anaomba. Ninasema usiku wa leo, mtu mmoja aombe, hata kama ukisema amen auoni majibu. Kuna adui wa kushika majibu, na huyo adui lazima ashindwe leo. Lazima adui wa kuzuia majibu aondoke katika maisha yako. Ile miaka yote umeomba, Mungu amenituma kesho ya leo nikwambie amepanga kukujibu. Na hata kama alikujibu na majibu yako ikashikwa, Mungu ameniambia leo kuna malaika anaachiliwa katika anga yako, na yule malaika atapigana na wale wanapigana nao. Kuna hao maroho inatawala katika ulimwengu, na hii maroho huwa inambishana na maombi, huwa inazuilia maombi, inakausha anga. Unasikia anga imekauka, lakini Danieli hakujua. Na nataka tusome kitu kutoka kwa Danieli usiku wa leo, kwa maana historia ya Danieli inatufundisha sisi ambao tunaomba ya kwamba yale mambo ambayo inaendelea katika maisha yetu, yale mambo inaendelea katika majirani, inaweza ikaingililia maombi yetu. Jirani anaweza akafanya kitu kikaingililia maombi yako. Mtu yeyote anaweza akafanya jambo, hata watu wa nyumbani wanaweza wakafanya jambo likaingililia maombi. Kama maombi ya Danieli iliingililiwa, hata yako inaweza ikaingililiwa. So wakati tunaingia katika maisha yetu, wakati Danieli alikuwa anaomba, kuna event katika maisha yake na katika majirani ilianza kuingililiwa na maombi. Can I surprise you? Unajua, unaweza ukaomba sana mpaka majirani wakaungana wakasema ufukuzwe kwa plot, ama una habari? Kwa maana maombi yako inaharibu shughuli zao. Ninaomba ile maombi tunaomba hapa usiku wa leo ikasimamishe shughuli zote za maadui. Nasema ile maombi tutaomba dakika zingine 5 zinakuja, hiyo maombi ikasimamishe shughuli zote za adui. Kama adui amepanga kitu kimbaya, tutaomba kisimame. Kama wamepanga mipango yao mbaya, tunaitengua kupitia kwa maombi. Kwa hivyo maombi ya Danieli inaniambia maombi inaweza ikaingililia chochote kinaendelea hata kwa jirani yako. Huenda wamekaa kikao usiku wa leo, wanapanga ajali, wanapanga uchawi, wanapanga vile watakuwekea mitego, lakini leo tunaomba shughuli zao zisimame, shughuli zao zisambaratike katika jina la Yesu Kristo. Wacha kusema wanapanga kukumaliza. Ni kweli walipanga kitambo, lakini maombi yako itasimamisha mipango yao. Sema kila mipango ya adui leo itasambaratika katika jina la Yesu Kristo.
Sema mikakati ya wachawi, mikakati ya washirikina, leo ninaisimamisha kwa jina la Yesu Kristo. Unajua wakati Danieli alikuwa anaomba, yeye alikuwa anaona anaongea, lakini Danieli anatuambia ya kwamba maombi inaweza ikaleta vita kati ya malaika na malaika wa shetani. Na leo ninaomba malaika wa Mungu na malaika wa shetani kupitia kwa maombi ile tunaomba wakutane kwa anga. Wachawi wale wanapanga, wale wameweka mitego, wale wanakuangalia kwa kioo, wale usiku wa leo, usiku wa manane wanapanga accident. Leo tunaita malaika wapambane nao mapepo. Tuma moto, sema fire. Ina maana ya kwamba Danieli aliomba mpaka malaika wa Mungu akajipanga waende kupambana na malaika wa shetani. Ndio maana unasikia Mikaeli anamwambia, ile siku ulianza kuomba maombi ilijibiwa, lakini ilizuiliwa mpaka nikatumwa. Haleluya! Ni nini kilifanya malaika wa Mungu atumwe? Ni maombi ya Danieli. Can somebody pray mpaka malaika waingililie? Ikuwe vita si yako, vita mwenyewe akupigania katika jina la Yesu Kristo. Come on somebody say amen. Ukiangalia kitabu cha Danieli kinatueleza ya kwamba kuna wakati maombi yetu ikijibiwa, majibu huwa inacheleweshwa. Yani unapiga magoti, unaomba lushiki de halu za kapa likita kando dia mazaya, unaingia unaomba, lakini majibu inakamatwa. Yani kuna anga ya kukamata majibu, lakini kuna malaika wa kupigana na hiyo anga. Kuna malaika wa kupigana na hayo mapepo. So wakati majibu yetu inacheleweshwa katika activities zinaoendelea kule rohoni, yani kuna malaika wa shetani wazuizi. Kazi yao ni kuzuilia maombi, kazi yao ni kumblock answer. Kwa maana ulipoomba Mungu akasikia, akaachilia, malaika wengine si wewe wanapiga anisa yako. Sema kila malaika anayenipiga na kila malaika anayepiga majibu waanguke na wakufe kwa jina la Yesu. Ninaongea juu ya demons, kwa maana demons ni malaika walioasi pamoja na shetani, na ndio wanaitwa demons. Wengine kazi yao ni kuzuilia majibu katika activities zao za rohoni. Na ndio naona Danieli anaendelea na maombi wakati vita inaendelea kuwa nyingi katika ulimwengu wa roho, mpaka wakati malaika wanapigana na mapepo, maombi ya Danieli ina attract ushindi, inakaribisha ushindi. Mpaka ukiomba unasikia unaambiwa amka, tangu siku ya kwanza ulijibiwa, lakini nilipewa majibu nikazuiliwa, mpaka malaika wa vita wakatumwa wakuje kunisaidia kupigana. Those who never pray, allow me to tell you something, ya kwamba anga itazidi kuwa ngumu, kwa maana maombi yako inaweza ikafanya ushindi katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana ninaposoma kitabu cha Danieli kinaniambia ya kwamba majibu ya maombi yetu inaweza ikacheleweshwa na maagent wa shetani ambao wanaleta opposition from the powers of darkness, from the kingdom of darkness. So kuna agents, kuna watu kama huyu anaitwa mkuu wa Uajemi. This is satanic agents. They are demonic agent from the kingdom of darkness. They oppose answers. Kazi yao hata hawana haja na wewe. Wanakuambia endelea kuomba, lakini tutaona ukijibiwa. Endelea tu kulitia, funga kabisa. Yani shetani hana haja na akunyimi kufunga, funga kabisa. Lakini nimeseti agents wa kushika majibu.
Sema leo majibu yangu inaachiliwa katika jina la Yesu Kristo. It is very clear from the book of Daniel that when God's angel come to offer help, wakati Mkristo anaendelea na kuomba, kuna wale ambao huwa wanazuilia wale malaika wa Mungu, maangel wa shetani, ili wakuonyeshe msaada wako hautafika. And this is what happens. Bwana Yesu asifiwe. Niseme niko na watu wawili wanaomba, na hao watu wawili wanaomba wote wamepiga magoti, wameanza kuomba saa 4. Ikifika saa 6, mmoja amechoka ameenda kulala, mwingine anaendelea. Inamaanisha huyu amechoka ameenda kulala, kuna agent ameachwa bado ameshika anisa yake, lakini yule anaendelea kuomba hata kama kumekauka namna gani. Maombi yako ndio inapeana backup kwa yule malaika alitumwa. Why maombi ucheleweshwa? Inacheleweshwa kwa sababu watu wengi walichoka na maombi, na walipochoka malaika anapigana as much as unaomba, lakini ukiacha kuomba vita inasimama. Geukia jirani, mwambie jirani, kama uliacha kuomba upiganiwi. Ni kumaanisha ukisema amen kabla malaika ashinde, hiyo historia inaishianga hapo. Kwa hivyo ni uendelee. Baba, najua ulinibariki. Baba, najua ngari yangu iliachiliwa, nyumba yangu. Baba, ninajua shamba ya kujenga madhabahu iliachiliwa, lakini mkuu wa anga amezuilia. Sitoki hapa. Unaomba ile kistani ya Yakobo, sitoki hapa usiponibariki. Unaingia unapigana. Kama malaika alikuwa amezuiliwa, malaika mwingine anaachiliwa na kuja kumsaidia. As much as you are praying, kuna backup ya maombi inaachiliwa. Mtu mmoja aseme amen. So ni vyema uelewe ya kwamba kutokana na Danieli, kuna wakati vita inakuanga kali sana juu ya malaika na mapepo, na inaonekana katika ile story tumesomewa pale ya kwamba ni maombi yetu inaweza ikabadilisha vita ya kiroho into our favor. Yani unasema Baba, naomba kimbali. Unjue maombi ndio inaleta kimbali. Kimbali hakikujangi kwa mtu amelala. Kimbali hakikuti mtu mahali yako, kinakuta mtu yule yako kwa maombi. Makado shatalakada. Unaingia kwa maombi, haleluya, vita inabadilika, inakuletea kimbali. Usiku wa leo ninaomba yeyote aliye kwa maombi, vita yako ikabadilike ikuwe kimbali. Nasema vita yako ibadilike ikuwe kimbali. Vita yako ikakaribishe kimbali karibu na wewe, kwa sababu unaomba, sio kwa sababu umelala, sio kwa sababu umeokoka, sio kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Ni kwa sababu kuna maombi ya kuleta kimbali, kuna maombi ya kupigana. Unapigwa ngumi, unaendelea na kuomba. Unatukanwa, unaendelea kuomba. Unadharauliwa, unaendelea kuomba. Unawekwa ndani, unaendelea kuomba, mpaka maombi yako ikuletee kimbali katika jina la Yesu Kristo. Watu wanakuambia nyamaza, unaendelea kuomba. Watu wanaacha kuja kesha, unaendelea kuomba. Unasema kila vita ninaopigana, naomba Mungu malaika wakapigane kwa kimbali, wakalete kimbali upande wangu. I prophesy tonight that every battle, as much as you are praying, you attract your favor. In Jesus' mighty name. Hallelujah. So the same story ile ya Danieli huwa haipigi nguvu ya shetani. Maombi ya Danieli haisemi shetani hana nguvu. Unajua, nasikilizanga watu wakiongea, wanasema mimi shetani hakuna kitu anaweza nifanya.
Lakini huyo mtu sasa ukiangalia vile anasema shetani hakuna kitu atamfanya, unaangalia unaona hata ni kama shetani alimalizana naye. Juu ni kuongea naongea na aombi. Shetani haniwezi mimi. Lakini ukiangalia aliwezwa kitambo. Kwa hivyo kwa maana kitabu cha Danieli akipuuzi shetani. Unasikia ule malaika anasema ulijibiwa siku ya kwanza. Lakini kuna jamaa anaitwa the Prince of Persia. Yani kumaanisha kitabu cha Danieli does not underestimate Satan. Akimchukui shetani kama katoto, kama anaweza zuilia maombi ya nabii wiki ngapi? 3. 21 days, hizo ni wiki 3. Jamaa naomba makado shatakadaya, wiki inaisha na anisa yake imekamatiwa kwa anga. Wiki ya pili anza imekamatwa, wiki ya 3 anza imekamatwa, na unaomba mazao unamboeka. Ilikamatwa kitambo, ilikamatwa ulimalizanwa nawe, uliachiwa mdomo. Kuna watu waliachiwa hapa, nasikia siku hizi inaitwa panganga, waliachiwa tu sijui lakini maombi yao ilishikwa kitambo. Na ndio maana unaona hapa tunaelezwa vile maombi ya shetani, vile maombi ya Danieli ilishikiliwa. Yani shetani anakuanga saa zingine na hatua zake anachukua, na akona nguvu zake za kushika majibu. Nataka waambie jirani, shetani akona nguvu ya kushika majibu. Aya, tulienda. Nataka useme shetani akona nguvu ya kushika majibu. Si Danieli aliambiwa maombi ilijibiwa, lakini tulizuiliwa. Tulikuwa tunakuletea ngari tukazuiliwa. Ni kama mtu anatumwa kutoka Japan akuletee ngari, na ngari ikifika Mombasa inazuiliwa. Unaweza kusikia hii ngari sijui insurance ilifanya nini, sijui hii ngari logbook yake imepitana na inchi. Wewe unaanza kushughulika ukidhani ni ukweli, kumbe ni kuzuiliwa. Sema kile kimezuiliwa tangu nilipoanza kuomba, leo kinaachiliwa katika jina la Yesu. Kama unaamini sema amen. Kama unaamini sema amen. Kama maombi majibu ya Danieli ilizuiliwa ili isimfikie na isiende, na hapa ndio nyota huwa zinabadilishiwa, hapa ndio destiny huwa zinaimbiwa. Amen. Nimekuja kugundua hivi, na nataka ufanye research Oliver. Wale watu wengi, si kila mtu, kabla aendeshe ngari mpya anaanzanga na ngari mzee. Nataka ufanye utafiti kiari. Unakuta mtu, uliza mtu, hata mimi niulize ngari yangu ya kwanza, nitakwambia ilikuwa ngari mzee. Kumaanisha hii ngari ikiwa mpya ilikuwa yako, ikazuiliwa, ikachukuliwa, ikatumiwa na majamaa, ikaharibika, ndio ukalete. Sema nakataa. We angalia, uliza watu. Ukiona tajiri ako na ngari mpya, muulize ngari yako ya kwanza ilikuwaje. Takwambia nilinunua ngari kamzee. Kumbe yako kamzee kakitengenezwa kalikuwa kake, kakazuiliwa mpaka kakazeeka. Kitambo kamfikie, kanaenda kakitoa pumzi, kanaenda kakikwama kwa barabara, nikakunja mstati betri ndio kashike moto, kametumiwa na majamaa kakazeeka. Kwa nini? Kwa maana tangu ulipoanza kuomba gari yako ikaachiliwa, ilizuiliwa. Sema nakataa hiyo roho. Ndio unaona hata siku hizi kumekuja nguo zingine zinaitwa za mtumba. Kitambo ufai ilivaliwa na mwingi,
lakini kulingana na Mungu ikishonwa ilikuwa yako, lakini ikazuiliwa. Sema nakataa. Si siku hizi Mama Fero nimeona hata nywele za mtumba ziko zinauzwa mahali, zimevaliwa na watu wengine alafu zinauzwa, na hiyo nywele ikiwa mpya ilikuwa yako, lakini kesha ukaomba ikaachiliwa, ikazuili, ikachukuliwa na mtu mwingine, akavaa miaka 2 akachoka, ikarudi ikawekwa kando ya njia, ndio unaenda kukutana nayo ikiwa imezeeka. Sema nakataa. Hivyo ndio kitabu cha Danieli kinatuambia. Ile siku ulianza kuomba ndio baraka zako ziliachiliwa, lakini zilizuiliwa. Ndio unaona unapatanga vitu zikiwa zimetumika. Hata usipoangalia ukute bibi yako ama mzee wako alitumwa kitambo na akazuili. Sasa atakuja akimaliza kutumiwa, sema nakataa. Hii kitu mnaona ninawafunza hapa, hii inaweza kunifanya nikatae kulala. Ninajua ati nastahili kuwa na ngorofa hapa Thika, lakini saa inakuliwa marendi na majamaa wengine ndio wanaokota rendi. Alafu saa ile iko karibu kumbomoka ndio unarudishiwa. Sema nakataa. Ndio unaona watu wengi wakinua gari ya kwanza inakuwa ya kukula pesa. Gari ndio hii umepata inaitisha ngiri 5, kesho ngiri 10. Juu yule aliendesha ikiwa mpya ikuitisha pesa ikiwa yako. Tangu siku ulipoanza kukuja kukesha hapa Kiari, ukaambia Mungu nipe ngari, imagine hiyo siku ya kwanza hiyo ngari yako iliachiliwa. Saa hii tangu hiyo wakati ni miaka ngapi imepita? Tuseme ni miaka 3 ama miaka 4. Sasa kangari kameanza kuzeeka, ndio jamaa hakuletea kuambie nasikia nikupea kangari. Kumbe kakiwa mpya kalikuwa kako. Na wakati uliitisha kaliachiliwa, lakini majamaa wengine wakazuia. Ndio unazikianga nyota zinaimbiwa na destiny zinabadilishwa. Danieli tangu uanze kuomba ulinjimbiwa, lakini nilipokuwa nakuja nikazuiliwa. Ni watu wangapi vitu vyao vimezuiliwa? Na ukiangalia kuna vita. Kuna vita inaendelea. And if you cannot stand your enemy, you cannot defeat him. Lazima uelewe adui yako ndio mshinde. Otherwise usipomwelewa hautawahi mshinda maisha yako yote. So hii story ya Danieli inatuambia wazi ya kwamba maombi ni vita. Although ni vita ya kiroho, kupigana kwetu sio kwa mwili na damu, tunapigana na maroho. Kwa hivyo maombi ni vita ya kiroho ambao tunapigana, na kuna uwezekano ya kwamba ile maombi ambayo unaomba ni vita unatayarisha kinyume na adui wako. And allow me to tell you something. You need to have a prayer program. Lazima kutoka leo kuwe na program ya maombi. Weekly, daily, monthly, yearly. Useme hii ndio strategy na ndio maombi yangu nitakuwa ninaomba. At least hiyo maombi ikusanyike injae mahali ishinde adui. Unaweza kuwa adui amenjaza sufuria na wewe umejaza kinjiko, hautamuweza. Angalia uzito wa adui yako. Uwezi ukapewa kisu na ukaambiwa shika hii kisu, enda uletee ule jamaa. Umushikie kisu hivi uniletee.
Naye jamaa unaambiwa niletee ako na bunduki, utamkaribia? Heri wewe ukuwe na bunduki na yeye na kisu. Jo, bunduki unaweza mngongea mbali. Sasa shetani ako na mbomu, no, unaenda kumshika ukiwa na wembe, ati mimi naweza mkata sikio. Utalipuliwa mpaka uulize nilishikwa na wapi nikienda huko. So you need to stand your enemy to overcome your enemies. Sema amen. So ukiangalia, usipoomba vizuri na usipojua programu yako ya kwenda mlimani, kwenda kuomba ili maombi yako iwe na nguvu against all problems and all your enemies, ujue ya kwamba hiyo shinda uko ndani yake, unaweza ukakawia pale. Na kitu kingine nataka uelewe kutoka na story ya Danieli ni ya kwamba maombi is a double action, inafanya kazi mara mbili. Number one, it involves the lower human level, and number two, the upper spiritual level. So kuna ile hali ya kimwanadamu na kuna ile hali ya kiroho. Kwa hivyo ni very dangerous to be prayed and still be judged in your prayer. Unajua saa zingine kuna kitu wanaambia watu ni hatari. Hata kama unasikia namna gani ama unaona namna gani, don't judge your prayer by what you feel or what you see. Saa zingine unaangalia, unasema tunaombea mvua, lakini jua imewaka. Ninaona kama pasa anatufanyisha kazi ya bure. Ukianza kujaji na hivyo, unaona wewe umeenda na adui. Kunaweza kuwa kumewaka jua, but you say as long as my God liveth, dunia yote itanyesha. Na nikisema dunia itanyesha, itanyesha kwa jina la Yesu. Because I don't judge my prayer by what I see or what I feel. Am I talking to somebody? So hiyo ni kitu imefanya watu wengine wasifike mahali Mungu anataka wafike. So watu wanapoangalia vizuri kile ambacho kimeongelelewa katika habari ya Danieli, utaona katikati ya macho yako unaweza ukaona shetani akiwa na nguvu, but ukweli ni ya kwamba he has no power to cancel the answer. He can delay the answer, but he cannot cancel the answer. And that is why tonight I'm here to tell those who are being delayed ya kwamba ni kweli ulicheleweshwa, lakini majibu bado iko. Utaiona namna gani? Endelea na kuomba, endelea na kuomba, endelea na kuomba mpaka uone majibu. Usichoke, kwa kuwa Mungu yuko pamoja nawe, na tutachoka